Kwa hiyo watu wenye taaluma nyingi, kuna wanasheria, mwenyekiti wetu Mzee Mgongoro, kuna kina Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarim walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri, tukajifunza kutoka kwao na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje, tukakama na mfumo wa mabadiliko, na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba. Klabu ya Africans ikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka-incorporate, na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu uliofanyika mwezi wa sita mwaka 2021, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu, na ulihudhuriwa na wanachama 1770, na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo. Na baada ya kuridhia tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo, na mawasiliano ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka 100% kwenda 49 kwa wawekezaji, 51 kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership, ambayo ilikuwa nataka mwenyekiti abadilike kuwa rais, na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi. Na eneo la tatu ilikuwa fan engagement, ambayo yote hayo tulianza kufanyia kazi, na mnamo mwaka 2022 tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2021. Tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe ilikuwa mwaka 2022 Julai 9 tukafanya uchaguzi, ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa Club ya Young Africans kwa kipindi cha miaka 4 ambayo naihudumia kwa sasa. Asante. Tumepata walau kufahamu kile ambacho kimetuleta hapa. Engineer ameelezea safari yake, na hiki ambacho anakielezea sasa ni mada yetu ya kwanza ambayo inahusia uongozi wake ndani ya Young Africans. Maeneo mengine pia atakuja kuyatazama kwa maana ya ACA, lakini pia FIFA huko kwenye kamati ya mashindano. Mbele yetu kuna jopo hapa, tutajadili kwa pamoja. Kakaangu Gerald Hando, mkongwe kwenye tasnia hii ya habari, lakini Ramadhani Mbwaduke, mtaalam wa takwimu na data kwenye masuala ya soka ukanda wetu huu Afrika Mashariki na Kati. Naomba nitambue uwepo wa katibu mkuu wa wizara yetu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Karibu sana, naye ameamua kushiriki nasi hapa. Kwa hiyo ni fursa wanahabari leo kumfahamu Engineer Hersi, lakini pia na watu wadau ambao wamemfanya awepo hapo. Ameelezea safari yake kuingia Young Africans, lakini amegusia kwa uchache namna ambavyo alipewa dhamana ya kuwa rais wa Yanga. Sitaki kujua safari ilikuwaje, nataka nifahamu changamoto ambazo ulikutana nazo baada ya kutangazwa kuwa rais wa Yanga. Katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo, uliweza vipi kukabiliana na hizo changamoto? Maana najua nyingi walikuwa wanasema pengine hana uzoefu kwenye soka, ni mgeni huyu kwenye soka, anaongozaje klabu kubwa kama hii ya Yanga? Kwanza mimi ni shukuru mtu mmoja ambaye wa kwanza nitamtaja ni Mr. Ghalib Said Mohamed. Yeye alikuwa ni sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nichukue fursa hii kumshukuru kwa support yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha personally kwangu, lakini pia kwenye taasisi ya Club ya Young Africans. Nyuma ya haya mafanikio kumekuwa kuna mawazo, kumekuwa kuna ushauri, kumekuwa kuna guidance, na watu wengi ambao wamekuwa wakinipa ushauri. Nisiwezi kuwataja watu wote hapa, lakini wamekuwa ni sababu kubwa ya hiki. Na ni kweli wakati naingia madarakani kama mwenyekiti wa club, nafikiri inaweza kuwa ni mwenyekiti mwenye umri mdogo kuliko wenye viti wa vilabu hivi vikubwa katika historia yake. Miaka 30 kitu haikuwa rahisi kukabidhiwa Young Africans. Kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana? Kwanza ni dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya Young Africans, ambayo ni klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni dhima ambayo tulikuwa nayo kama community ambayo tulikuwa tunataka. Young Africans ni club kubwa kuliko zote kwa umri hapa Tanzania. Haiwezi kuwa club ambayo inaweza kupitia shida wakati kuna watu wenye uwezo wa kuisaidia pale.
Kwa hiyo naweza kusema ni abandon my professional career kama civil engineer na kuweka jitihada kwenye mpira. Hilo ni eneo la pili. La tatu ni kuungwa mkono kwa uongozi wetu kwa wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki waliweza kutupokea vizuri sana. Waliamini kabisa ya kwamba brain zetu zikiungana kwa pamoja, kwa wajumbe wa kamati ya utendaji, makamu wa rais, pamoja na viongozi mbalimbali ambao tunaweza kusema ni brain nyuma ya Africans, tunaweza kufanikiwa. Challenge ya kwanza ilikuwa ni umri, naonekana ni kijana mdogo. Challenge ya pili ni kwamba sijawahi kuonekana kwenye uongozi wa mpira, kwamba kuongoza vilabu mbalimbali, na hicho kilikuwa kinatia wasiwasi, na wasiwasi huo ulikuwa ni haki kwa hawa watu kuwa na wasiwasi. Lakini nataka niwaambie vijana, sisi wengi sana tuna uwezo mkubwa sana, na kitu ambacho tunaweza kukifanya ni kuhakikisha tunapewa nafasi. Na tukipewa nafasi, naamini hata hapo watu ambao wako nyuma ya hizi kamera wana uwezo mkubwa sana, hata kwa huo umri wao mdogo waliokuwa nao. Kwa hiyo cha kwanza ni kupewa nafasi vijana na kuaminiwa, lakini la pili ni sisi vijana kutendea haki hizo nafasi zetu. Nikiri ya kwamba haikuwa rahisi, lakini tumepambana, na naamini vijana wengi wanaweza wakiaminiwa. Tumepata guidance kwa viongozi wetu wa juu, nikianza na mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Mzee Mkuchika, wajumbe wa bodi ya wadhamini kina Anton Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu, Abbas Tarimba, mama yetu Karume. Hawa wote wamekuwa ni mentor kwenye uongozi wetu, lakini pia viongozi mbalimbali ambao wametusupport. Kwa hiyo vijana tukipewa nafasi tunaweza, na hii ni mfano tosha kwa kijana mdogo kupewa club kama Young Africans na akaitendea haki. Ramadhani Bwaduke, pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi kuamini vijana kiwemo Engineer Hersi kuiongoza klabu kubwa kama hiyo ya Young Africans, lakini kwa malengo ambayo alisema walikuwa nayo ya muda mfupi na ya muda mrefu, Yanga imefanikiwa kiasi gani? Kwa kiasi kikubwa sana. Ndio. Kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mtazamo wangu wa kuangalia namba, imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye mataji ya ndani, kombe la shirikisho, hivi sasa wadhamini ni benki CRDB. Yanga wamechukua mara 4 mfululizo. Ili biashara ifanikiwe, kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji wanne. Tukamsajili Bitra Mchimbi, tukamsajili Adeyu Sare, tukamsajili Bernard Morrison, na tukamsajili Haruna Niyonzima, na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Kwa hiyo ilikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu na kama pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Netherlands kuja Regents Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja chote sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha. Na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu.